الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهد قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيا إخواننا صوموا وصلوا وجدوا للفلاح ولا تملوا ففي ذا الوقت أهل الصدق قلوا كفانا الخير والصلحاء ظلوا وعز بذلهم أهل الصفات. معاشر المسلمين, hapana budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutujalia kuwa tumefika tena katika wakati wetu baina al-ishai kukumbushana kitabu chetu ambacho kwamba tunachokiendeleza nacho, tabaraka dhul ula wal kibriya, kitabu ambacho chenye manufaa ndani yake, chenye mazingatio ndani yake, chenye malengo ambayo ya kumzundua mwanadamu, kumweka katika barabara iliyokuwa ya kheri na mzuri, na kumtahadharisha na kughurika na dunia na viliomo ndani ya dunia, kwani mwanadamu kupata saada na kufaulu na kuokoka ni kila ambacho kiko ndani ya dunia na kilosababisha mpaka hii dunia kupatikana na kupatikana vitu kama hivyo katika dunia, ikawa ndiyo sababu ya wewe kupotea, ukawa ni mwenye kuziacha, basi tayari wewe umepata saada na falah katika dunia yako na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye kitabu anatuelezea kutuambia, faya ikhwanana, ndugu zetu, ewe ndugu yangu, faya ikhwanana, ewe ndugu zetu, sumu, fungeni, wasallu, na musali, wajiddu, na ujipinde, lilfalahi, katika kufanya mambo ambayo yatakusababisha wewe kufaulu, wala tamallu, wala usichoke na wala usipondoke ukawa wewe umechoka kufanya mambo ambayo ya kusababisha wewe kupata falaha, kupata saada katika dunia yako na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa fi dhal waqti, katika hunu wakati tulionao, ahlu sidqi, wale watu ambao kwamba ni wa kweli, qallu, wamekuwa kidogo,
wamekuwa wachache. Tafana alkhairu wasulahau dhallu, basi kusanya, jipinde katika kufanya mambo ya khairi, mambo yaliyokuwa mazuri. Au tafana alkhair, wamemalizika wale watu wa khairi, watu ambao kwamba duniani walikuwa wakifanya mambo mazuri. Wasulahau, na wale wema, dhallu, wamedhalilishwa, wamedhalilika, hakuna tena. Waazza bidhullihim, na wakatukuzwa kwa kule kudhalilishwa kwao wale wema wenye kutenda mazuri. Ahlusafahi, na watu ambao kwamba ni wajinga, ni wapumbavu. Maneno kama haya yanatuelezea na kutufahamisha miongoni mwa mambo ambayo yametajwa katika beiti kama hizi: ufaulu na ukweli. Ufaulu ni kitu gani na mambo gani ambayo utakapo kuyafanya utapata kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Mu'minin ametutajia mambo takriban 7. Yote hayo utakapo kushikamana nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa falah. Utafaulu katika dunia, utafaulu katika kabri yako, na utafaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufaulu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza sampuli nyingi sana katika Qur'an, sampuli ambazo kwamba utakapo kushikamana nazo, utakapo kufungamana nazo, basi utapata falaha, utafaulu katika dunia yako. Soma katika suratul Baqara aya za kwanza za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema: Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayhi wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Watu ambao watakao shikana na hayo yaloelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wakaamini ghaib kwamba Allah tabaraka wa Ta'ala yuko, watu wakaamini ghaib kiyama kiko, watu wakaamini ghaib kwamba adhabul qabri ziko, watu wakaamini ghaib, watakuwa katika falah. Watu ambao walosimamisha ibada ya sala, wakatoa zaka, hao wote wako katika faulu, wako katika njia za kuwasababisha wao kupata saada na falaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul muflihun, hao ndio watu ambao waliofaulu, kwa sababu mambo yenyewe yanakupeleka wewe katika falaha, katika kufaulu. Ndio mwenye kitabu akasema: faya ikhwanana sumu wa sallu, ewe ndugu zetu, fungeni na musali, kwa sababu kufunga
ni miongoni mwa amali ambazo zampa mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufaulu katika dunia yake na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu angalia natija ya kufaulu ni ipi? Natija ya kufaulu ni ucha Mungu, na wale wacha Mungu walofungamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini? Innal muttaqina mafaza, wale wacha Mungu wamefaulu. Kwa hivyo tayari ukishikamana na ibada ya kufunga, wewe uko katika falah, uko katika saada ya kusaidika na kusuudika na kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, mwenye kitabu akasema nini? Faya ikhwanana sumu, fungeni, kisha wasallu, na muswali, kwa sababu swala ndiyo falaha ya mwanadamu katika mzunguko wa maisha yake yote. Swala kitu cha kwanza, amali ambayo itakapofaulu kwa mwanadamu, basi amali zote zimefaulu. As-sala, Mtume sallallahu alaihi wasallam ashakwambia, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Kitu cha kwanza mwanadamu atakachokuhesabiwa kabla ya amali zingine, kwanza sala. Sala ikifaulu, ikitengea, amali zingine zimetengea. Sala ikenda kivingine, ikenda kombo, amali zingine zina matatizo. Kufaulu ni kitu muhimu kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min almuflihin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Qasas aya 67 asema, fa amma man taba, yule ambaye atatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataomba toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataomba istighfar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mtume akatwambia, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Furaha na kufaulu ni yule mja ambaye siku ya kiyama sahifa yake akipewa, ndani yake kuna istighfaran kathira, msamaha mwingi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma man taba, yule yoyote ambaye atatubia kwa Allah, atarudi kwa Allah, atamuomba toba Allah, atamuomba istighfari Allah, atamnyenyekea Allah ana al-layli wa atrafa an-nahar, usiku na mchana. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya samehewe madhambi yake. Kisha wa amana, sifa ya pili hiyo, na akaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya kwanza ni tab, sifa ya pili ni amana, ukawa na imani na Allah tabaraka wa Ta'ala. Sifa ya tatu, wa amila saliha, ukafanya mema, ukawa wewe amali zako ni mzuri mbele Allah tabaraka wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, fa asa an yakuna min al-muflihin. Henda na asa kwa Mwenyezi Mungu ni hakika. Asa kwa Mwenyezi Mungu ni hakika kwamba wewe utakuwa ni miongoni mwa wale wenye kufaulu. Kwa hivyo bimaana kwamba shikamana na toba ya Allah, shikamana na kumwamini Allah, shikamana na kutenda mema, basi wewe utakuwa ni mwenye kufaulu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia tena katika suratul Hajj, ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuita tena kwa sifa ya imani, enyi mulaamini, rka'u, rukuni. Kurukuu ndiyo maana kwamba sallu, swalini. Pale utakapokuswali ndio kumepatikana kurukuu, na pale utakapokosa kuswali ni maana imekosekana kurukuu. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema nini? Irka'u, rukuuni,
wasjudu, na musujudu, muweke bapa lenu la uso, tadhallulan ila Allah, wajidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale utakapoweka bapa lako la uso kwenye ardhi, wewe umejidhalilisha kwamba wewe ni mnyonge, wewe ni mja kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budu rabbakum, na mumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mumwabudu Mola wenu. Waf'alul khair, kisha mufanye mambo ya khair. Jambo lolote ambalo wewe waliona hili ni la khairi, wewe fanya, la'allakum tuflihun, henda nyinyi mkafaulu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iman, kuswali, kumwabudu Mwenyezi Mungu haki ya kumwabudu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muabudu Mwenyezi Mungu, ni abudu mimi mpaka ikujilie kifo. Waondoka wewe na huku uko katika ibada, kwa sababu utapata kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sala ni kitu muhimu kwa mwanadamu, ndiyo falaha yake. Angalia, wakati kukiadhiniwa, yule mwenye adhan ana mambo mawili katika adhani analeta. Anasema hayya ala salah, hayya ala salah, kisha hayya ala alfalah, hayya ala alfalah, kwamba haya sala imefika, kisha njooni kwenye jambo ambalo kwamba litawapa nyinyi kufaulu. Sala ni jambo kubwa ambalo kwa mwanadamu linampa kufaulu katika maisha yake. Sisi maisha yetu bado hayako sawa, maisha mazito, maisha ambayo kwamba hayana raha, ni kwa sababu hatujakuwa katika ibada ya sala, bado hatujaswali. Lao tutaswali, basi maisha tutayaona yatakuwa ni tofauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayabadilisha maisha kama haya. Jambo lingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura An-Nur aya 31, watubu ila Allahi jamia ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Haya yote ni mambo ambayo kwamba ya kufanya wewe na mimi kupata kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupata kuokoka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajiddu lilfalahi wala tamilu, jipinde katika kutaka jambo la kufaulu, jipinde na mambo ambayo kwamba yatakusababisha wewe kupata saada. Wala tamilu, wala usipondoke, wala usichoke wewe. Fa fi dhal waqti ahlu sidqi qallu, wakati huu tulona wale wa kweli ni kidogo. Wakati huu tulonao wale watu wenye kuzungumza ukweli, watu ambao kwamba milimi yao yatamka maneno ya kweli, qallu, ni kidogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Aya 119 sura Tauba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, enyi mlioamini muogopeni Allah, mcheni Allah, jifungamanisheni na Allah, jipambeni na ucha Mungu. Man lam yalbas thiyaba min at-tuqa taqallaba uryana walau kana kasiya. Yote ambaye hatovaa vazi la ucha Mungu, hatojipamba na vazi la ucha Mungu, yeye atakuwa yuko tu, taqallaba uryana walau kana kasiya, itazunguka kuwa yeye yuko uchi na ile hali amevaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumeacha kujipamba na sifa ya ucha Mungu. Allah tabaraka wa taala asema, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hebu kuweni
na wale ambao waliofungamana na kusema kweli. Hakuna jambo ambalo kwamba litakupa kufaulu kama wewe kujipinda na kuzungumza ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud iliyopokewa na Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, alaikum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Jilazimishe na ukweli, jilazimishe kusema ukweli, jipambe na wale wenye kusema ukweli. Fa inna as-sidqa, hakika ya kusema ukweli, yahdi ila al-birr, itakupeleka katika mambo ya wema, mambo mazuri mazuri. Pia yahdi ila al-birri, itakupeleka kwenye pepo, kwa sababu mambo mazuri yote ni mambo ya kukuingiza peponi. Wa innal birra, hakika ya wema, yahdi ila aljanna, itakupeleka kwenye pepo. Wama yazalu rajulu yasduq, hatoacha mtu kuzungumza ukweli. Wayataharra sidqa, na atajizoezesha kusema ukweli. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mpaka ataandikwa katika kitabu mbele ya Allah tabaraka wa taala kuwa yeye ni msema kweli sana. Kuonesha kwamba wewe ukiwa una tabia ya kuzungumza ukweli, una tabia ya kufungamana na wale wenye kusema ukweli, ukweli utakupeleka katika kutenda mema, kutenda mazuri, kutenda yenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Na yale mambo ambayo mazuri uloyatenda ya kumridhisha Allah yatakupeleka wewe katika pepo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mja kama huyu alojifungamanisha na ukweli, huandikwa kwamba yeye ni msema kweli, anatolewa katika kundi la wale uongo, ataondoshwa kabisa huko, atapambwa na sifa ya wale wenye kusema. Mtume akaendelea sana akasema, wa iyyakum, na watahadharisha nyinyi, wal kadhiba, na uongo. Wa iyyakum, na watahadharisha nyinyi, wal kadhiba, na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, uongo siku zote, na ukizoea kuzungumza uongo na ukajipamba kuzungumza uongo, yahdi ila al-fujur, unakupeleka katika mambo maovu. Uongo wenyewe tayari ni uovu, tayari ni nidhamu, tayari ni yako katika maasi, lakini yatazidi kukupeleka katika maasiya. Wa innal fujura, na hakika maasiya, mambo maovu, yahdi ila an-nar, yatakupeleka motoni. Siku zote mambo mabaya ni ya motoni, si ya peponi. Na uongo ni miongoni mwa amali ambazo zitakupeleka katika moto. Wama yazalu ar-rajul, hata mtu yakdhubu, akizungumza uongo, yataharra al-kadhiba, na akipenda na kujizoezesha kuzungumza uongo, hata yaktuba inda Allahi kadhaba, mpaka ataandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni muongo. Tena kadhaba ni kitu chenye kuendelea, ni mubalagha, maisha yako wewe ni muongo. Na ukiwa utajizoezesha hivyo, basi hutafaulu duniani mwako, hutafaulu akhira yako, na hutafaulu kaburini kwako utakapokulazwa. Wa fi dhal waqti ahlu sidqi qallu, muda huu, wakati huu, na zama tulonazo, wa kweli ni kidogo, waongo ni wingi, wema ni kidogo, waovu ni wingi. Lazima ujipambe na sifa mzuri. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabuha bil kirami falah, jifananishe
jikuze na wale watu wazuri, jikuze na wale wenye kuzungumza ukweli. Ikiwa hutokuwa kama wao, basi kule kujifananisha, basi waweza kuwa kama wao. Kule kujifananisha tu, basi waweza kupata daraja ukawa kama wao. Lakini kuwa mbali na wao, ukawa wewe tabia yako ni yale amali ambazo kwamba za kukupeleka wewe katika mabaya, hutafaulu katika dunia yako, hutafaulu katika akhira yako, na hutafaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuomba Allah Tabaraka wa Ta'ala wa haya machache atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.